Lakini mbona wali launch coach kimya polisi wanaogopa nini? Maybe ndio jogi yao. Kuna ukilaunch coach kwa giza, launch coach hadharani, unamweka hadharani. Ukilaunch coach kwa giza ndio anapata matokeo. Wala analaunchiwa mchana kidogo hapati matokeo. Huyo Mikel Arteta ni kama alitembelea Malindi. Simuamini sana yani. Malindi kuna nini sasa? Sasa anachukua yale majivu anaenda kumwaga pale Emirates. Afungiki jamaa. Afungiki. Yale unaambia ile post unaona kuna post. Unaiona lakini haipo. Granit Xhaka na Sunderland yake back to Arsenal. Hapo sasa ndio ule ndovu anatoka juu. Hawezi toka juu kwa lose moja. Mimi mtu hawezi nitoka kwa Sunderland. Sunderland kichwa. Manchester City Liverpool. Wekea Man City kupata ushindi. Thank you. Thank you, very important. Ni mwezi mpya, mwezi wa Novemba, mwezi ambao tunaingia kwenye kambi ya ushindi kwa mara ya kwanza kabisa. Tukiuangalia mwezi wa Novemba, matukio nafahamu kwamba yatakuwa mengi, lakini awali ya yote tukukaribishe kwenye kambi ya ushindi ambayo iko powered by Mosbets. Mosbets kampuni ambayo inakupatia nafasi nzuri ya kuweza kubashiri ndani yake na uweze kupata manufaa yake. Kikubwa kabisa tuseme karibu, tudadavue mengi tu masala ya kispoti. Nimkaribishe mwenzangu Tataya bana Vincent Voyo. Uko vipi kaka? Nipo vizuri sana, na nataka tugusie kabla kwenda kwenye soka, tugusie New York Marathon. Mambo yamekuwa mazuri, wa Kenya wameonyesha ujasiri, wa Kenya wamesimama kidete kabisa kuhakikisha kwamba bendera ya Kenya inapepea. Nafikiri ukiingia pale Mosbet unaangalia tu marathon ambayo iko pale. Kichwa wekea Mkenya tuwili. Helen Obiri, Sharon Lokedi, Sheila Chepkirui wanamaliza ile tunasema clean sweep katika wanawake, alafu Benson Kipruto na Motiso wote hao wanachangamka kweli kweli kuweza kuhakikisha kwamba Kenya inatamba kule New York. But biggest story kutoka kule New York Marathon ni Eliud Kipchoge. Our legendary mwenyewe amemaliza number 17. But the good thing ni kwamba Eliud Kipchoge anakuwa mtu wa kwanza kucompete katika marathon major zote za dunia. Amekimbia Boston Marathon, amekimbia New York City, amekimbia Berlin Marathon, amekimbia Tokyo. At the end of the day, Eliud Kipchoge bado tunamcelebrate kama legend wa marathon. Ametushindia vitu vingi sana unapozungumzia marathon hapa nchini Kenya. Kwa hivyo tumpe heshima yake. Kuna wakati mmoja watu walikuwa wanasema kwamba sasa hivi mzee amechoka tu apumzike, lakini yeye anasema mwili bado unataka, hata kama anamaliza namba 20 lakini bado mwili unataka. Sasa anachoka vipi? Na sasa yeye anakulia ile tunasema participation fee. Kwa mfano akiingia tu hivi New York City Marathon anapigwa zake milioni 5. Kuna bracket akimaliza bado kuna pesa ambayo anapata, na akienda tena akimbie Berlin Marathon kuparticipate kwa tu kwenye ile lineup anapigwa milioni zake 7. Sasa utamwambia siache hela akae nyumbani? Hawezi kukaa nyumbani, lazima awakilishe taifa, lazima ajiwakilishe, awakilishe wale wadhamini wake, pia yeye mwenyewe binafsi kabisa, ili mambo yaweze kusonga. Kikubwa kabisa, hii ni kambi ya ushindi. Unaweza kufuatilia pale ndani ya Facebook, ukiingia pale kwenye Facebook Mosbets Kenya, pale kwenye IG Mosbets_KE, pale kwenye Twitter ni Mosbets_Kenya. Tuingie kwenye soka moja kwa moja. Ligi kuu taifa Kenya, tumeona sijui niite miujiza au mambo hayaendi vile ambavyo walikuwa wanatarajia. Tuanze na Tore Bobe Shabana. Nikana kwamba labda jinamizi limeanza kuandama mpaka wanaimba Okidi Mastigo waombe msamaha baada ya kuchoma jezi za baadhi ya mashabiki. Mambo hayajawa mazuri kabisa. Na tangu wakati huo imekuwa kupigwa home and away. Unasema ilikuwa laana. Kuna watu hawajasikia vizuri. Kuna watu walichomea jezi wako wakasema we shall see. Sasa Okidi anaambiwa kanyaga nje. But the fact ni kwamba Okidi ndiye aliwapaisha sana msimu uliopita katika ligi. But at the end of the day mafans pia wako right, kwa sababu kitu ambacho kinaunganisha kocha ni matokeo. So kama utupatie matokeo una faida gani? Kuna makocha hata wameshinda UEFA Champions League, wameshinda mataji makubwa. Hata sasa hii Arne Slot ameshinda EPL last season, lakini mambo yakiendelea hivi anaambiwa jamaa hatukujui. Ondoka salama, nenda salama. Anje Postecoglou alishinda Europa League for the
first time na Spurs. Hapa kwa Okidi mwenyewe aliridhia na akaomba msamaha, akasema kwamba I take the responsibility ya matokeo ya Shabana kama manager, kama mwalimu. Kwa hivyo kikubwa kabisa kama nilivyosema kwamba hata kama ni kuomba msamaha, lakini wampatie coach muda, kwa sababu kwenye mchezo wa soka hakuna matokeo yanaenda nywende kama ndoa. Hakuna ndoa ambayo iko 100% raha tupu. Hakuna cha muda hapo. Shabana ni timu kubwa. Yeye anasema kwamba ameathirika na injuries, which is true. Akina Michiro, akina Keith Mbali, lakini mwisho wa siku season ikianza unatarajia, kwa sababu at the end of the day hakuna season itaisha useme kwamba hutakuwa na injury. Ndio utaomba kwamba wachezaji wako wawe katika hali nzuri ya kiafya, lakini at the end of the day unahitaji kuwa na ile squad depth, especially club kama Shabana. Mwisho wa siku ataomba radhi, lakini mpaka lini? Shabana ni timu ya kukaa kwenye relegation zone. Mashabiki wa Shabana wanalia, wanasema kwamba alinyimwa goli lao la halali la tikitaka lake Lastborn Austin Odongo juzi dhidi ya Kariobangi Sharks, kitu ambacho kimekuwa gumzo sana, hususan unapozungumzia wanahabari wa sport hapa nchini Kenya. Kanuni za sheria ama kanuni za FIFA zinasema kwamba katika hiyo hali ilikuwa ni kama high boot, kwa sababu Austin Odongo ndio ilikuwa beautiful goal kama ingekuwa halali, lakini aliweka mguu wake na wakati ambapo opponent pia alikuwa anakwenda kuweka kichwa. Kwa hivyo ilikuwa dangerous play kutoka kwa Austin Odongo. Maybe wengine hawajatafsiri hiyo sheria, lakini mwisho wa siku referee kwa mtazamo wangu alifanya ile correct decision kuweza kudisallow hilo goli. Kuna baadhi ya mashabiki wa Gor Mahia wanasema jamani, baba alienda ndio, tulizika baba tukamaliza. Sasa tuache mambo kwamba bado tunaendelea kuomboleza baba tukienda uwanjani. Tuendeni uwanjani kushangilia timu tupate matokeo. Walitoa sare dhidi ya, mbona unacheka sasa? Sasa nashangaa watakosaje kuomboleza baba? Wanasema inatosha. Wanasema inatosha, maombolezi inatosha. Kila patron wa Gor Mahia ni baba. In fact hata forever. Lakini wao wenyewe pia wa Gor wanasema jamani inatosha, tuendeni uwanjani tushangilie timu ipate ushindi. Wanalia na sare ya juzi. Sasa kutoshangilia baba inahusika aje na kupata ushindi? Wanasema sasa player watafocus tu na wapate ushindi. Wanasema yani tumeleta kuomboleza kwingi. Sasa kuomboleza ndio unapiga watu. Ukikumbuka baba ametuacha basi ndio unapiga timu vibaya sana. Swali alipata ushindi katika mchezo wao wa Kasarani. Nafikiri ilikuwa dhidi ya timu gani katika uga wa Kasarani, wakapata ushindi wa magoli 2-0. Ilikuwa ni Mathare United. Unakumbuka akisuzana pale kocha Mathare na kocha Charles Akinor, walipata clean win pale katika uga wa Kasarani. Juzi katika mchezo ambao wamecheza pia Kasarani pale, wanasema kwamba walinyimwa goli, though Gor ni timu ambao so far iko na ile depth ambayo inaweza kuwapeleka mahali katika Premier League ya Kenya, lakini wakianza kuleta excuse ndio ambazo pia zitawatoa timing katika safari yao ya kurejesha ubingwa. Nataka tuzungumzie mashemeji wa Gor Mahia, zungumzia AFC Leopards, lakini kabla kuizungumzia AFC Leopards voyo, tunamkumbusha tu mtazamaji kwamba hapo kwa ndani ya kambi ya ushindi powered by Mossbets. Mossbets ndio kampuni ya pekee yake ambayo inakupatia nafasi ya kuweza kuwekeza. Kuna odds motomoto zitakuwa zinakuja pale vizuri kabisa, hilo tutakufahamisha baadaye. Lakini pia kuna Green Mondays hapo naambia kwamba ile beti yako ambayo umeweka wiki nzima, ikifika siku ya Jumatatu kuna kitu ambacho kinaweza ama kinarudi kwenye account yako, na uwezo kwa withdraw hiyo hela, ama pia ndani ya Green Mondays hela ambayo inarudi kwako una uwezo wa kuweza kubet nayo tena. Lakini hapa tuiangalie AFC Leopards voyo. Nilikuwepo pale katika uwanja wa Kasarani wakicheza mchezo wao dhidi ya Bandari, sare ya bila. Nadhani ilikuwa ni sare ya 3 mtawalia walipata AFC Leopards. Lakini ukiangalia sare ile, baada ya mechi mashabiki walilia sana wakiimba Ambani must go. Walitaka kwamba chairman aje waongeleshe, walitaka kwamba captain aje waongeleshe, alitoka pale Omune, lakini pia walitaka kwamba coach aje waongeleshe mbona matokeo haya. Lakini baada ya pale ni kama msambo umeanza kuwaingia vizuri, umeanza kushinda mechi 3 back to back. Kwa mafans wa FC Leopards naweza sema tu walikuwa na pressure ambayo haikuwa na maana sana mwisho wa mwanzoni mwa msimu, kwa sababu ndio season inaanza. Wamepiga draw game ya kwanza against Sofapaka, wamepiga draw ya pili kwenda kwa Bandari, watu wanataka upate ushindi. Ilikuwa ni pressure ambayo it was unnecessary. Lakini kwa upande mwingine pia Zema unapata kwamba kilichotokea katika uwanja wa Kasarani baada ya mechi dhidi ya Bandari
kwa mtazamo wangu kilichangia sana wachezaji kuamka usingizini na kuona kwamba hii ni Ingwe, hii ni timu kubwa, hii ni timu ambayo inataka matokeo. Na baada ya hiyo game ya Bandari, sasa FC Leopards imepata ushindi mara 3 bila kupoteza. Na ni ushindi ambao unawapeleka hadi katika nafasi ya 3 katika msimamo wa KPL, na hii ina maana kwamba sasa mashabiki wanaanza kuja uwanjani, mashabiki wanaanza kupata ile ujasiri ya kusema kwamba sasa Ingwe na nafasi ya pia kuendea ubingwa. Utapata kwamba ndio mwanzoni wa msimu kuna timu zilianza vizuri, lakini mwisho siku haziko vizuri. Shabana alianza kwenye top of the table season ikianza, kuna baridi sana pale juu. Ulinzi Stars walianza vizuri, lakini hizo timu ni miongoni mwa timu ambazo zimetangulia kuwafuta makocha. Nyaudo amefurushwa pale katika timu ya Ulinzi, Steven Ochola amepewa kibarua pale. So kwanza vibaya inamaanisha kwamba tutakuwa ni msuru, lakini in one way ni kwamba ile pressure pia kwa mashabiki na kutoka kwa mashabiki at least imeweza kuwainua baadhi ya wachezaji wa FC Leopards. Wenyewe wanasema kwamba Premier League table iko na security tight. Kwa sababu ukiangalia huko chini kuna Ulinzi Stars inaweka security, alafu kuna APS Bomet inaweka security, kuna Police FC inaweka security. Kwa hivyo security is very very tight ya table. Ulinzi, Polisi, APS unaweza kuwasamea kwa sababu ndo new babies katika KPL. Lakini pia Polisi nao watu wakiwa wamecheza mechi 7, wengine wamecheza mechi 6. Police FC wamecheza mechi 3 kwa sababu ile engagement ya CAF Champions League. Kwa hivyo Polisi wana mechi 3 mkononi, hawajapoteza mechi yote hadi kufikia sasa. Baada ya kucheza 3 matches wameshinda 1, wamedraw mechi 2. Police FC baada ya kumteua pia kocha mpya kutoka Serbia wana chance ya kutoka pale chini. Lakini mbona wali launch coach kimya Polisi? Wanaogopa nini? Maybe ndio jogi yao. Kuna ukilaunch coach kwa giza, launch coach hadharani, unamweka hadharani. Ukilaunch coach kwa giza ndio anapata matokeo. Wala analaunchiwa mchana kidogo hawapati matokeo. Afande Munga Nyale ungetuita to launch coach hadharani. Shughuli ni kwamba hukuitwa. Ilikati Kocha alikuwa unveil ama hakuwa unveil? Alikuwa unveil lakini bila Kakazema. Bila mimi. Bila wewe. Ulikuwa kikubwa kabisa. Ni mengi yanafanyika kwenye ligi kuu taifa Kenya. Tutakuwa tunaangalia mechi jinsi zitakavyokuwa zinaendelea kwenye kambi ya ushindi. Tutakuwa tunakufahamisha mengi zaidi. Lakini usisahau kwamba Green Mondays bado inaendelea ndani ya kambi ya ushindi powered by Mosbet. Mosbet hapa, yani ule mkeka wako ambao umeutengeneza wiki nzima, ikifika Jumatatu unaangaliwa, labda hata kama ulifeli, hata kama haukukaa sawa, kuna kitu kinarudi kwenye akaunti yako, na uwezo wa withdraw, na vile vile una uwezo labda wa kuendelea kuwekeza beti yako ndani ya Mosbet. Inaitwa moto. Na hii ina maana kwamba kuna wale daily winners. Mtu anaweza kaangukia simu, mtu anaweza kaangukia smart TV 55 inch. Kama angependa kumuona Gyökeres anamuona akiwa kwenye HD. Angependa kumuona Benjamin Sesko anamuona kwa njia maridadi kabisa. Unataka kumuona Brian Mbeumo na mandevu yake pale vizuri kabisa, sasa unaweka pale kwa moto, ambapo unahakikishiwa kwamba angalau ile odds zako zikwe odd 2 na kuendelea. Minimum stake nafikiri ni 20 bob. Na hapo ina maana kwamba hakuna kupoteza Kakazema. Unakusanya points zako, alafu mwisho wa siku zile points zinaangaliwa ukiwa pale kwenye leaderboard Kakazema. Unakuwa uko sambamba kabisa. Unapozungumzia moto odds unaambiwa angalia ile kuanzia 2 kwenda juu. Weka hata kama ni 20, hata kama ni 15, hata kama ule mkeka wako utakuwa haujakuja, lakini kuna zile ambazo zimeenda tick kabisa. Hizo ni points wewe mwenyewe unapata. Na kama ulivyosema, kuna wale ambao watakuwa wanapata daily, kuna wale ambao watakuwa wanapata zawadi weekly, alafu kuna grand prize kama ulivyozungumza 55 inch smart TV ambao na uwezo wa kuenjoy. Nataka tuende moja kwa moja majuu, tuende moja kwa moja kwenye English Premier League. Hapo sana. Kuna jamaa sio anaitwa nani, jina lake amenitoka, yule ambaye alisema kwamba anataka tu Manchester United win 5 matches consecutively alafu anyoe. Jamaa amepigwa stop. Ataendelea kufuga nywele tena kwa sababu ya draw ya juzi dhidi ya Nottingham Forest. So anataka Manchester ishinde mechi 5 mfululizo. WWW5 yani. Haitakuwa ngumu. Ala. Kwa sababu this weekend wana Tottenham Hotspur early kick-off. Na Spurs na uchungu kupigwa na Chelsea. I don't know timu gani inakaa tu kinyonge alafu inapigwa na Chelsea. Sielewi. How do you lose to Bila Chelsea? red card. Bila red card. But Chelsea wako vizuri. At the end of the day kusema United ipate 5 in a row itachukua muda. Kidogo walishinda 3 matches in a row against Sunderland, Chelsea na Liverpool, lakini ukiangalia pia viwango vilikuwa chini katika mechi dhidi ya Chelsea
Chelsea walikuwa na upungufu wa wachezaji uwanjani, kitu ambacho bado mashabiki wa Chelsea hawaamini kwamba walipoteza hiyo game kwa sababu ya maamuzi ya marefa na kitu ambacho alikifanya Robert Sanchez, kipa wa Chelsea. So kuna mambo mengi ambayo yalitokea. Kama ingekuwa labda 11 versus 11, pengine Manchester United haingeipiga Chelsea kwa mfano. Lakini pia Ruben Amorim anaonekana kwamba ana kitu, lakini pale kwenye defense bado wanaendelea kuachia. Nataka pia tuangalie impact ya Sean Dyche, mwalimu mpya kwa upande wa Nottingham Forest. Mechi yake ya kwanza ilikuwa ni dhidi ya Manchester United. Labda akaonyesha ubora wake kwamba yeye kuna experience ndani ya ligi kuu Uingereza. Of course tumemuona, na nakumbuka wakati fulani alipokuwa kwamba amepewa kazi ya kuifunza klabu ya Everton. Mechi ya kwanza ilikuwa dhidi ya Arsenal na Minus Yamino alipiga Arsenal goli 1-0. Na Sean Dyche ana hayo mazoea, na si tu Sean Dyche, mara nyingi kocha mpya akienda katika klabu mpya kuna hali ya wachezaji wanaonekana kujituma ile maybe kucement nafasi yao katika timu, na sija kwa surprise na jinsi ambavyo Nottingham Forest walicheza. Of course kabla ya kucheza na Manchester United walikuwa wamepoteza 4 matches in a row, na mwisho wa siku wanakwenda pale kwa uwanja wao wa City Ground na kukaza draw dhidi ya Manchester United. Of course mtu United anaweza kusema this is an improvement kwa sababu in the last 3 matches Nottingham Forest ilikuwa imepiga United mfululizo home and away, na bila Elanga kidogo wanaonekana kwamba wana upungufu, lakini Sean Dyche anakuja kustabilize na hiyo draw imewatoa katika ile red zone ya relegation. Hatimaye Liverpool pia na wao wakajiweka mahali pa mahali pa back to winning ways wanasema. Ilikuwa ni mechi ambayo unaweza kusema kwamba walijitahidi dhidi ya wanyonge Aston Villa wakapata ushindi. Ilikuwa pressure kwa sababu nchini England walikuwa wamepigwa mara 5. Mara 4 wamepigwa mfululizo katika EPL, alafu kwenye kombe la Carabao wakapigwa 3-0 na Crystal Palace Anfield. So Arne Slot ni kama alikuwa shaambiwa win this or you leave. Tuachie timu yetu. So ilibidi ajitahidi. Though pia Aston Villa this season wanaonekana kwamba wako wanyonge kidogo. So ilikuwa sahihi kabisa kwa Liverpool kupata ushindi dhidi ya Aston Villa. Mohamed Salah anapata goli lake la 250 kama mchezaji wa Liverpool. It's a good thing. Wacha tuone itakuwaje. Maybe watarudisha factory setting against Real Madrid katika UEFA Champions League. Erling Haaland bado anaendelea kuwa robot tu. Anafunga magoli 13 ndani ya mechi 10. Na bado hata kujafika nusu ya ligi already double digits. At least katika every match anafunga magoli 2 na wachezaji wachache sana ambao walikuwa na uwezo ndani ya mechi 4 kupiga magoli 2 au zaidi. Utarudi zamani kwa kina Van Nistelrooy, kwa kina Owen kule nyuma. But Erling Haaland anajionyesha kabisa, na mwisho wa siku nafikiri ndo silaha ya Manchester City. Akiumia, akipata maumivu kidogo, Man City wanakuisha. Na kitu ambacho Pep Guardiola amezungumza akasema katika press conference kwamba I hope Arsenal but kwenda mbele mambo mingi yanaweza tokea. Bado 28 matches na bado Arsenal wanaozungumza hapo hawaja concede. Walikaa mwezi mzima Oktoba wakashinda mechi zote bila kufungwa goli hata moja. Wameanza Novemba naweza sema kwamba na ushindi wa 2-0 ugenini dhidi ya Burnley. Bado wako pale juu ya jedwali, wanasema kwamba season ni yao. Huyo Mikel Arteta ni kama alitembelea Malindi. Simuamini sana yani. Malindi kuna nini sasa? Sasa anachukua yale majivu anaenda kumwaga pale Emirates. Afungiki jamaa. Afungiki. Yale unaambia ile post unaona kuna post. Unaiona lakini haipo. Tulikuwa tunaambiwa stories zamani ati ukicheza na Nigeria. Goalkeeper unaona kwambia striker anakuja unaona kama Simba. Unatoroka. Sasa kuna jamaa fulani namjua anatoka Kilifi. Simtaji jina. Anatoka hiyo maeneo ya huko. Na yeye mwenyewe ni shabiki wa Arsenal. Bas kuna vile. Unamjua pia wewe lakini si ndio? Nafahamu huyu jamaa wa Malindi, but ukweli useme Arsenal wako vizuri. It's a matter of time. Though pia ligi ya EPL ni ngumu. At the end of the day bado utakutana na Sunderland watakutoa chini. At the end of the day utakutana na ile tunasema prime Brentford, wakati ambapo ligi inakwenda sehemu ambayo inakwenda kuamuliwa. But Arteta amesuka timu yake vizuri. Nafikiri unaweza kumfananisha na jinsi ambavyo Klopp aliingia Liverpool 2015 kwamba aliona niangalie goalkeeper, akatoa kina Simon Mignolet, akaleta Alisson Becker kutoka AS Roma, akaangalia striking force yake akaleta kina Salah. Unaona sasa, yani alikuwa anasuka team position by position. Ndio kitu ambacho Mikel Arteta pia amefanya in a period of 4 years. Unapata
fix goalkeeping, alipata kina Leno, alipata kina Chesney, akapata nani, so goalkeeping tick. Keeper anakupatia clean sheets. Defense akina Magales, Saliba sawa, left back, right back sawa, midfield Declan Rice, Merino wako pale, so wanampatia kitu ambacho ameta. Alafu sasa hii Gyökeres amemleta, hata kama hatafunga 20 goals lakini akifunga 15 goals, Bukayo Saka afunge 10, Trossard afunge 10, au wanashinda ubingwa. Kwa kifupi nasema endapo Arsenal wataendelea wanavyoendelea, uwezo wa kutoa taji this season high stake. Uwezo upo, kwa sababu ukiangalia ni timu ambayo yes, hata kama itapoteza, unakumbuka inza kina Man City wakiendea ubingwa ama Liverpool, unapata kwamba ina season team inapoteza 2 matches. Na ukichukua mfano Man City, hata kama watapoteza moja wanakwenda kupiga 18 in a row. So leo Arsenal ikipoteza game moja wanakwenda kupiga zingine mechi 5. So utarajia kwamba timu itapoteza ikuwe na losing streak kama Liverpool wamepoteza mechi 4 in a row. I say inapendeza, ni kambi ya ushindi. Nataka tuende kule mtaani kwa captain wetu wa kambi ya ushindi Mr. Issa Boke. Mambo. Alafu tukirudi tutakuwa tuangalia mechi za EPL this weekend, predictions zake zinasemaje. Mechi ziko bab kubwa, lakini kwa sasa tuende kule upande wa pili kwa super captain. Mimi ndio Nyakundi Issa Boke. Na leo tunasifu most bets. Tuko maeria za Nyayo High Rise, na leo tunataka tu interact na watu moja mbili, tufanye mazigzaga mambo vile wamesema hapo kwa studio, alafu tucheki vile itakuwa. Piga pull up, piga push ups, stretch tumbo, stretch tumbo. Mko tayari? Stretch mdomo. Haya, as you can see line up iko ready. Contestants wame stretch. Na siku zote usiwahi tumia pesa ya lunch kuwekelea bet. Sasa tunataka kutumia hiyo pesa ya lunch vizuri. So tuko hapa na contestants wetu. Contestant number 1 kwa majina Voke mwenyewe hapa, it's the bouncer. Hello, the bouncer Voke mwenyewe. Contestant number 2 ni Msakulu hapa, huyu nishashinda. Huyu ashashinda. Sasa mambo ni mawili hapa. Tuko na chapati kadhaa pale hivyo na masmoki. Na wa kwanza kumaliza hiyo form tunampeleka holiday Mombasa. Sawa? A joking manze, tunampatia prize moja deadly hapo courtesy of Mostbet, kambi ya ushindi. Contestants, are you ready? Mko ready? Aya, take your battle stations. Courtesy of Mostbet, wasanii, are you ready? Contestants, are you ready? 1 2 3 go. Unazimeza kaa Panadol baba. Hizo chapati ni 8 mdogo, unajua siri ni mate. Conserve mate. Conserve mate. Unajua sahi hapa hivi vile wanaendelea kukula ndo tunajiuliza Arsenal watashinda ama watashinda. So ni katu kwa hapa. Chapati kila timu iko na chapati zake. Ni kukula, wanaendelea kukula. Hatujui nani atashinda. So hapa ni you are in limbo. Ni huku ama ni huku? We timu yako inakoga? Manchester United siku zote. So swali ni Manchester ama vipi wewe? Manchester siku zote. Aya, Ten Hag na Amorim wamepatana. Aya, time. Unajua under 5 minutes, unajua sikuambia hizi chapo lazima ziishe na 5 minutes. Tumebakisha dakika ngapi? 4 minutes. Twende sana. Baba, unazikunja hata kabla umalize moja. Ai. Soda zi tayari? Haya. Kika zimebaki ni 2, nani ataibuka mshindi? The same way tunajiuliza pale, Arsenal watashinda ligi ama watafumble? Mambo ni haya, walaji ni wasugu hapa hivi wanafinya 2-2. Kakaangu hapa anaona
Mko draw. Naona mko draw. Nani atashinda? Dakika imebaki ni moja. Baba, uko sawa? Nikupige imekwama mali. Sawa bro, uko fiti, mate ni mingi. Mnatoka jasho. Mimi sikuwa najuanga kukula ni kazi serious hivi. The final minutes ndio hiyo countdown inaanza from 1 minute. Tuko hapa kila mtu ataona. Matokeo ni live IBC form 33B iko karibu kutoka hapa sasa ndio hiyo. 56 seconds, 54. Nani atakuwa mshindi? 50. 49. 48. 4 3 2 ndio. Nani weka chini. Bro, uliweka chapati ngapi? 8. Aliweka chapati 8. Wacha tuone. Contestants bounce ulikula chapo ngapi? 1 2. Amebakisha 2.5, smoki zote zimekala. Huku kumebakishwa 1 2 3 4. Haya, mshindi wetu ndio huyo baba. Wacha nikwambie kitu moja. Hii mwili haijengangu ina mawe. Hii mwili nimerealize haijengangu ina mawe. Na vile nimewaambia hapo, so azao sema is not going to waste. Na kama kambi ya ushindi tunawahamasisha responsible betting manze. Usibet na pesa ya chakula. Sawa? Bet na change. Na kama hiyo change haifanyi kitu ingine. Muhindi hataki pesa yako ya chakula, anataka hiyo yenye imebaki. Sawa? Siku zote baba, congratulations. Wakikuona umetulia kwa beach pale level Mombasa, waambie ni talanta yako ya kukula kufikisha hapa, si ndio? Hata nimalizie bro, you are a worthy competitor, but huyu amesema atakumalizia. Sawa? Ya keep it kambi ya ushindi, most bet siku zote. Alo. Captain wetu Isaboke huyo na mambo tumeyafanya kulenja, lakini kikubwa kabisa usisahau kwamba moto odds iko, na hapo unaambiwa kwamba ukiingia pale kwenye www.mosbets.com ziko nyingi tu odds za kuanzia 2 and above. Wewe kazi yako ni kuzichukua moja baada ya nyingine. Tengeneza mkeka wako wa hizo odds kwa 20 bob tu hapo kwenda mbele. Alafu hizo odds ulivyoweka zitakuwa moto kwa sababu hata kama mkeka wako utakuwa umeungua, still ile odd ambayo itakuwa imeshinda hapo, hizo ni points unazipata. Kuna zawadi za daily cash money, kuna zawadi za weekly. Hapo unapata smartphone TV au unapata smartphone, alafu kuna smart TV grand prize kupitia kwa moto odds. Kwa hivyo kikubwa ni kuingia tu pale kwenye www.mosbets.com uweze kuweka beti ya kwako. Tuende moja kwa moja tuangalie mechi zitakazopigwa ligi kuu nchini Uingereza kwa haraka upesi. Tottenham dhidi ya Manchester United. Ali kickoff. Ogopa Ali kickoff. Sasa watu wa Tottenham ndio wanaogopa Ali kickoff ama watu wa Manchester? Mimi sijajua. Okay, Manchester United kichwa against Tottenham Hotspur. Everton Fulham. Wekea Fulham kichwa. West Ham Burnley. Hapo weka GG. Granit Xhaka na sandali yake back to Arsenal. Hapo sasa ndio ule ndovu anatoka juu. Hawezi toka juu kwa lose moja. Mimi mtu hawezi mtoa kwa Sunderland kichwa. Chelsea Wolves. Wekea Chelsea kichwa. Hiyo lazima washinde tu. Sunday Aston Villa Bournemouth. Wekea Bournemouth kupata ushindi. Brentford Newcastle United. Wekea Newcastle kupata ushindi. Crystal Palace Brighton. Wekea GG. Nottingham Forest Leeds. Wekea GG. Manchester City Liverpool. Wekea Man City kupata ushindi. Thank you. Thank you, very important. Man City kupata ushindi dhidi ya Liverpool. Sasa Liverpool ni nani hao? Liverpool mwenye akona majeraha ameamka tena. Wekea Man City kupata ushindi. Mimi nachukua tu hiyo moja, my friend, chukua control. Lakini kama hiyo pesa sio ya chama, hiyo pesa sio ya matanga, sio ya harusi, wekea Liverpool kichwa. On Saturday nachukua moja pia, Tottenham Manchester United. Bora hiyo pesa, chukua control. Si ya WhatsApp group, si ya school fees, si ya fare kwenda ushago Christmas. My brother, my sister, wekea Tottenham kichwa. Alafu tukutane hapa next time. Mimi ni Tembo Vumpia kaka Zema. Mwenzangu amekuwa nitetea bana Vincent Voya. Anguka nayo kama kawaida, anguka nayo. Akituma fare anaweza tumia kuwekea. Akituma fare. Anguka nayo.